nawaambiaga siku zote huyu ni mwizi huyu, lakini kwamba muelewe. Mimi sio mwizi wakati nimekuta waje. Hebu kaa chini kwanza. Wewe ni mwizi. Kaa chini bana. Basi kama ni huko basi nisamee tu. Tutarudia siku nyingine. Walete. Huyu unamwendekeza huyu. Huyu unamwendekeza huyu. Huyu ni choko huyu. Wewe vipi? Hapo jamaa anasteka au anayaga vitu vya watu pia anaitwa nani huyu? Huyu mtoto hadi? Huyo. Nakuumia sana. Wasikia huyu jamaa mwenyewe simuelewi, unaokaa naye makini aeleweki. Juzi nimesikia ametoka kukamatwa kule sio ameimba sio wale tisia. Ya nani yule? Mwenzetu ameibwa wale aichukua jamaa sio akaenda nao wapi? Ana walimu kama nayo yule jamani akali sana ndi sana mwenyewe ndio huyo hapo. Mbona mnatushangaa? Wenyewe vipi mnajipotezea nini? Yeye ndio mnatushangaa kwa sababu nimesema kwamba nyinyi mko mnashuka mnaenda hivi, mbona sio mmesema hapa? Anaona wanaongezeka ni wali. Wenyewe si waelewe wote hawa. Nyie vipi ni sana usiku wa giza. Watafuteni kwa jasho sio mnaiba vitu vya watu. Haya poa. Nyie wewe tulia tu. Toka bana. Jamaa ndio umefikia huko jamaa. Ondoka vipi wewe? Wewe ni yupi wewe? Wewe na nyie wote nyie ni wezi tu nyie. Hapana, kesi msijua sana usiku wa giza. Wapi wewe? Nani tabia zenu hizo? Wewe nyie tulieni huko. Kama mnavyoona mwanafunzi mwenzenu tumemweka hapa mbele kwa makosa ambayo atakuwa ameyafanya kwa shuleni. Nadhani kuna makosa mengi sana ambayo yamefanywa hapa shuleni. Hasa ni kwa mwanafunzi ambaye yuko hapa mbele. Kwa hiyo tumeamua tuitishe kikao ili mwalimu mkuu apate kulizungumzia hili swala. Karibu mwalimu mkuu. Asante. Mimi kama mwalimu mkuu wa hii shule nimepokea mashtaka mengi sana kuhusu huyu mwanafunzi. Hapana mwalimu, naomba unisamehe. Mimi nahitaji kusoma mwalimu. Usimamishi mimi. Ni sheria za shule hizo. Alafu baadaye urudi uchukue barua kwenye ofisi yangu. Wanafunzi wote nataka mtawanyike mwende darasani. Wewe dogo njoo wapi? Naona. Kama msile jambo langu limefanikisha. Wewe maskini kafukuzwa shule tayari. Uhakika? Hapa alipo anaenda kuchukua virago vyake aondoke zake. Ile umefanya vibaya brother. Sio vibaya, nilikwambia mnyonge mnyime haki. Wale wazazi wao watajisikiaje kwa mfano? Wazazi wapi? Ana wazazi huyu choko tu. Wazazi wake ni majalala huyo. Tena naye. Kama dunia imenikataa, niende wapi? Nisimame wapi? Nimwamini nani na nimuite nani? Nimeanza kuamini maneno ya mhenga aliyesema kwamba nachoka baba yenu Clemence Mwandambo. Na hisi kwenye hii dunia alikumbana na mambo mengi sana na changamoto za kila aina. Mpaka sasa nimechoka kuwa kivuli cha watu wengine. Nimechoka kuishi bila kuhesabiwa. Nimechoka
kupumua bila kutambuliwa. Lakini bado naishi kwa sababu labda siku moja kuna mtu ataniona kama mtu na sio kama takataka. Lakini ndani yangu kuna moyo unaopiga. Nadhani tumejifunza sana. Kwa sasa hizi inabidi niwaachie baadhi ya maswali. Mkute mnakupotoa. Ili kwa mtakutana na daftari hapo baadaye nije nisaidie, sawa? Sawa. Haya. Nadhani ndio maswali. Wanafunzi wengine wameendelea. Walimu wameondoka, wameruka hapa kumishana. Sawa wanafunzi watoto. Nadhani wanafunzi mtakuwa na moyo mzuri sana. Inabidi muendelee hivyo mpambanie masomo yenu. Sawa? Jitahidi pia na kusoma. Msipate mawazo ya wenzenu, vijana watukufu hawana nidhamu. Komaa na kitabu. Unasikia? Hivyo. Kwao mimi si binadamu, ni hadithi ya kuogopesha watoto. Nikipita barabarani watu wananinyoshea kidole. Nikiingia sokoni macho yanabadilika. Nikikaa kimya naonekana hatari. Nikiongea pia naonekana muongo. Maskini hana shahidi, maskini hana wakili, maskini hana sauti, maskini hana nafasi. Jamii inaniona kama kosa, inaniona kama doa. Familia yangu naidhalilisha, naitia aibu. Nifanye nini? Sijawahi kuwakosea, lakini kila siku naishi kama mwenye hatia. Watu hawajui jina langu, lakini wanajua umaskini wangu. Hawajui historia yangu, lakini wanajua njaa yangu. Hawajui ndoto zangu, lakini wanajua nguo zangu. Kwao mimi sio binadamu, bali ni hadithi ya kuogopesha. Pengine mimi sifai kuwa na ndoto. Ndoto zangu zinatakiwa kuwa na watu wengine.